Guys, mimi bado nipo Arusha na kuna vitu vichache ambavyo binafsi nimejifunza kutokana na haya ambayo niliyaona. Ndio maana wanakuambia tembea uone. Mambo mengine ukiwa unasimuliwa na unaona kama ni madogo. Diamond Platnumz amejipanga kweli kweli. Na hapa ndipo ambapo nataka kuzungumza na wasanii wa Tanzania. Nataka kuzungumza na wasanii wa East Africa. Makosa makubwa sana ambayo binafsi nimeyaona kwa macho yangu, nimeyaona yakitendeka kwa baadhi ya wanamuziki, ni kwamba wanajaribu kutaka kuendana na kasi ya Diamond Platnumz. Wanajaribu kutaka kuiga lifestyle ya Diamond Platnumz. Wao wanataka kufanya yale ambayo Diamond Platnumz atayafanya na wao wayafanye. Kupanda private jet, kutengeneza majukwaa makubwa hayo, kutengeneza hiyo tour, little tour, kulikuwa kuna Wasafi Festival, kufanya mambo mengi ambayo Diamond Platnumz anayafanya na wao wanahitaji kuyafanya. Hapa ndipo ambapo nahitaji wasanii mtege masikio na mnisikilize vizuri. Hii level ambayo Diamond Platnumz amefikia kupanda private jet kokote anakokwenda, level aliyofikia Diamond Platnumz ya kutengeneza majukwaa makubwa yenye hadhi ya kimataifa, haikuja kwa bahati mbaya, haikuja kwa kuiga tu, hapana. Imekuja kwa kutengeneza misingi, imekuja kwa uwekezaji ambao aliwekeza katika muziki wake. Shida kubwa ya wanamuziki wetu, wanawekeza sana nje ya muziki kuliko katika muziki wao. Shida ya wanamuziki wetu ni kwamba yeye anaweza kapata bilioni 1, ile bilioni 1 akaenda kuwekeza mahali ambapo sio kwenye muziki wake. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba makosa makubwa ni kwamba muziki uliokufanya kukuingizia bilioni 1, wewe unaenda kuingiza nje ya muziki. Sio, unanielewa makosa makubwa hapo? Yaani muziki umekuingizia bilioni 1, wewe ulipaswa kuinvest katika muziki wako ili ukuingizie bilioni 2, bilioni 3, bilioni 4, bilioni 5. Lakini makosa makubwa ya wasanii ni kwenda kuinvest nje ya muziki wao. That means utastaki. Na hapa ndipo pale ambapo yeye Diamond, wakati amepiga hatua, wakati anafanya uwekezaji kwa miaka mingi, wengi mlikuwa hamtaki kujifunza hiki kitu. Wakati Diamond Platnumz anaenda nje, anafanya kolabo na wasanii wa Nigeria, wengi tulikuwa tunabeza, wengi tulikuwa tunasema anajipendekeza, anafanya muziki wa Kinigeria, ameiacha Bongo Flava. Wakati Diamond Platnumz anawekeza kufanya hizo kolabo zote, watu walikuwa wanaona kama anatupa fedha. Leo haya yote tunayoyaona, hii Retro Tour inavyofanyika kwa ukubwa na hadhi ya kimataifa, haijakurupuka. Ni uwekezaji ambao Diamond Platnumz ameanza sisi my number 1. Kama mnakumbuka my number 1, Diamond Platnumz alifanya mapinduzi, akaenda kushoot video na Ugopa, something like that. Diamond Platnumz hakuridhika, akaanza kushoot video na madirector wakubwa. Diamond Platnumz akaanza kufanya collabo na wasanii wakubwa kutoka Afrika mpaka nje ya Afrika. Huu uwekezaji haukumlipa Diamond by that time. Leo anapata kile ambacho aliwekeza. Yaani leo kinamlipa kile alichowekeza way back, ndo kinamlipa leo. Sasa wewe Harmonize, wewe Rayvanny na wasanii wengine, usiige. Muda wako wa kuiga bado. Unahitaji kwanza kuwekeza katika muziki wako vya kutosha, muziki ukulipe vya kutosha, then njoo sasa na wewe ufanye katika ukubwa ambao hautakuumiza. Leo wasanii wanaiga baadhi ya vitu, wanafanya baadhi ya vitu, and end of the day vinawaumiza. End of the day vinawaumiza kwa sababu unafanya vitu ambavyo uchumi wako hauruhusu kuvifanya. Why Diamond Platnumz hakufanya wakati anafanya, hakufanya miaka hiyo? Kwa nini haya mambo hakuyafanya? Hatukuwahi kuona Diamond Platnumz akifanya kwa miaka ya zamani, akifanya majukwaa kama haya anayofanya kwenye Little Tour. Sound kama hii tulikuwa tuioni. Ukubwa wa show, namna anavyotembea na timu na nini na kila kitu, tulikuwa tuoni. Why?
right time kwake ilikuwa haijafika. Ilipofika right time, na right time inafika baada ya uwekezaji ambao wewe unakuwa umewekeza katika muziki wako. I think tumepata somo, tumepata kitu.